Wamiliki wa jengo la ghorofa 2 katika eneo la Mwembe Tayari, kaunti ya Mombasa, wanakadiria hasara kubwa baada ya jengo hilo kuvunjwa na mali za thamani kuibiwa kutoka katika biashara zilizokuwamo. Wamiliki hao walisema walinunua jengo hilo kutoka kwa wakfu unaomiliki ardhi hiyo na wakadai kutokuelewana kulitokea baada ya kulipanua jengo hilo, jambo lililosababisha kufikishwa mahakamani. Hawa watu wa Saif bin Salim walileta barua ya kuwa wanafanya survey, kisha wakasema kuwa hii nyumba yetu ni worth 8 million. Na pia ikiwa tuna uwezo tunaweza kutoa hiyo 8 million. Hatuna uwezo, basi kila mwezi tutalipishwa 2% of that 8 million, ambapo ni around 85. Ndugu yangu alikuwa ndo mwenye kusimamia, mkubwa wangu anaitwa Warda. Yeye akakubali hapo, lakini ilikuwa kwa hafai akubali masala kama hayo. Katika uamuzi uliotolewa na mahakama tarehe 25 mwezi Septemba mwaka huu, wamiliki hao walishindwa kesi na kuamriwa kuondoka kwenye jengo hilo. Usiku nimesikia nduru ikipigwa. Mimi nikaamuka mbio. Kuamuka mbio napata polisi wako pale, watu wanapora watu, wanakimbia na vitu za watu. So mimi nikashangaa, mimi ni swali gani hii inaulizwa? Ulimwona nani maaskari wakija hapa time za usiku wakija kuvunda nyumba ya mtu? Hii ni haki kweli inaofanyika hapa? Si sawa kabisa. Wamedai kuwa malalamiko yao hayakuzingatiwa ipasavyo wakati wa kusikilizwa kwa kesi na kwamba zoezi la ubomoaji liliendeshwa usiku wa manane bila notisi ya mapema, hali iliyowasababishia hasara kubwa, huku baadhi ya wafanyabiashara wasiokuwa na hatia wakipoteza mali zao kutokana na wizi uliojitokeza. Malango yangu yote, hata malango yote wamechukua. Malango, madirisha, customer vitu ya watu, ma TV. Hakuna kitu, bali hata mimi sijachukua kitu. Hasara hata mimi siwezi sema hasara ngapi. Hapa nyinyi unaangalia mshahidi yangu. Kila kitu wameiba, wamevunja, wameharibu. Hata ujui uanze wapi wala uache wapi. Na wakati wa sasa kitu kidogo tu inaenda karibu laki na. Mwanaharakati Walid Asketi kutoka shirika la Voco Africa amelaani uharibifu huo, akisema ungefanywa kwa utaratibu bila kuathiri mali ya wafanya biashara, huku polisi wakilaumiwa kwa madai ya kusimamia shughuli hiyo. Whatever is happening here or what happened here last night is barbaric and a clear indication that the police are acting illegally, they are acting rogue. Where we see that goons in cooperation of police officers come and demolish buildings without court orders. This is something that is illegal, and this legally is sub judice. So tunataka huyu police officer ambaye alikuwa captured katika hizi picha achukuliwe hatua, na watu wote wale wahuni ambao walikuwa wamekuja nao wachukuliwe hatua.